pake Yesu, hapa nafanya sala, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Bwana Yesu asifiwe. Ijumaa ya leo yapo mambo machache sana. Amri za Mungu na kukaa na Yesu. Amri au sheria za Mungu. Kumbuka hiyo. Sheria inakuonyesha kosa, inakuonyesha dhambi, inakuonyesha uovu. Baada ya hapo, kinachofuata baada ya kuonyeshwa kwamba usipite pale, nisipite pale, baada ya kuonyeshwa, kitu kinachofuata, kaa na Yesu. Kukaa na Yesu, namba moja, ni kuishi katika mahusiano ya kila siku na Mungu, mahusiano kupitia maombi. Na ndio maana unasikia kuna watu wanasema nimekaa naye katika mahusiano ya muda kadhaa. Anamaanisha kwamba ni kuishi. Kukaa na Yesu sio mchakato wa muda mfupi, ni mchakato wa maisha yote hadi utakapokufa, hadi nitakapokufa. Huu ndio mchakato wa kukaa na Yesu, kuyaishi mahusiano ya maombi, mahusiano ya kusoma neno, mahusiano ya kila nyanja, mahusiano ya kumtumikia Mungu. Sio jambo la kimuhemko kukaa na Yesu ndani, kukaa na Yesu. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 15 mstari ule wa 10, ndipo pale ambapo neno limejikita pale. Lakini kitu cha pili, kukaa na Yesu. Kukaa na Yesu ni kule ambako unaishi kwa kutegemea neema ya Yesu Kristo, neema ambayo inakupa nguvu ya kupushi kushinda kila kitu ambacho leo kinakufanya uwe na hofu katika maisha yako. Teua hilo liwe ombi lako katika siku ya leo. Jambo jingine ni kukuwa na utegemezi kamili wa wewe kutoka kwa Mungu na wala sio kutoka kwa binadamu. Bwana akubariki sana. Uteue leo kushika sheria za Mungu. Baada ya hapo, ukae na Yesu kwenye maisha yako. Hakika hautapotea, hakika haujapoteza. Bwana akubariki sana. Baba yetu na Mungu wetu, tusaidie tutii sheria zako, tusaidie tukae na wewe katika maisha yetu. Hatuna wasiwasi na wewe, au bahatishi. Utazidi kutupatia neema ya kushinda majaribu, ya kushinda kila kitu ambacho leo kipo katika dunia hii. Tunaamini, ninaamini